Kila kukicha, maelfu ya Watanzania wanainama mashambani kwa tumaini moja, kupata chakula. Lakini je, umewahi kujiuliza, chakula unachokula kinakupa uhai au kinakupunguzia siku za kuishi? Leo Drone Media inakupeleka mpaka wilayani Ruangwa mkoani Lindi kukuletea makala ya mradi wa RIPAT ambao umetekelezwa na shirika la Rekoda, mahali ambapo elimu ya kilimo na lishe vinakutana kubadilisha hatima ya jamii. Elimu imetufunza, tumeamka kutoka uzingizini. RIPAT, Rekoda shambani, tunaona mbali kuliko jana. Ili kuelewa uzito wa jambo hili, tumemtafuta mtu ambaye kila siku anapambana kuhakikisha sahani ya kila mkazi wa Ruangwa inazingatia lishe bora, usafi na afya ya mlaji. Huyu ni Tabu Paskazia Katengesa, afisa lishe wa wilaya Ruangwa. Yeye anatufungulia mlango wa kuelewa hali halisi ya lishe na jinsi tunavyoweza kuiboresha. Kwa majina naitwa Tabu Paskazia Katengesa. Mimi ni afisa lishe wa wilaya hii ya Ruangwa, lakini pia naratibu shughuli zote za lishe za wilaya. Nakumbuka mwaka 2021 Dr. Ringo akiwa ameambatana na watumishi wenzake wa shirika la Rekoda walifika ofisini, wakajitambulisha na wakatuelezea lengo la mradi na madhumuni ya kuja hapa wilayani Ruangwa. Kwa hiyo walitushirikisha kwenye kile kikao na wakaenda kwa mkuu wa wilaya, kwa mkurugenzi, na baadaye wakaanza kwenda kwenye community. Walizichagua zile community, kata watakazokwenda hadi na vijiji watakazokwenda. Waliita mikutano ya wanakijiji, ambapo pale kupitia ile mikutano walifanya selection ya hao watakaohusika kwenye mradi, ambao walikuwa wana range kuanzia watu 23 hadi 30, lakini viongozi wa vijiji hawakuwa wanashiriki kuwa wana kikundi. Baada ya hapo nakumbuka walitembelea maeneo ambayo mradi utafanyia, wakawa wanafanya selection kutokana na umuhimu wa eneo lile, jinsi wanavyoona labda kutakuwa na maji kufikika na vitu kama hivyo. Mimi nilikuwa nashiriki, ushiriki wangu ni kwamba nilikuwa naambatana nao sometimes, sio muda wote. Nilikuwa nakwenda nao siku nyingine, ninaangalia vile wanavyofundisha kuandaa shamba, kuandaa zile mbolea, zile za mboji na vitu vingine. Ninaona dunia ikipungua chini yangu, mito kama nyuzi, milima kama doa. Kamera inazunguka, inavuta pumzi, ikifuata mipaka ya misitu na maziwa. Jua linachoma ukingo wa mawe, kivuli cheusi juu ya mchanga mwekundu. Kila picha ni siri ya kale, kila kona koza pori zinaitwa huku. Hii ni safari ya anga. Lakini safari hii ya mabadiliko si ya mtu mmoja, inahitaji nguvu ya pamoja. Hapa ndipo tunapokutana na wadau muhimu, wakiwemo shirika la Rekoda waliotekeleza kwa mafanikio mradi huu kwa kutumia mfumo wa RIPAT. Hawa si wawezeshaji tu, ni walimu wa kilimo endelevu ambao wamejikita kutoa elimu ya vitendo, kuhakikisha kuwa mkulima hapati tu mazao mengi huku akiitunza afya ya udongo, bali pia anapata mazao bora yenye virutubisho. Ushiriki wangu nilikwenda pamoja na wataalamu wa Rekoda katika kufundisha wakulima jinsi ya kuongeza thamani ya zao la viazi lishe, kwa mfano kuandaa chapati za viazi lishe, juice, scones na vyakula vingine. Hivyo ndo nakumbuka ushiriki wangu ambapo nimekuwa nikishiriki. Lakini pia ushiriki mwingine nimekuwa nikiwachukua viongozi kupitia, sisi hapa wilayani tuna vikao viwili. Kuna kikao cha kamati ya lishe wilaya ambacho tunaita Multi-Sectoral Nutrition Steering Committee meeting, lakini pia tuna kikao kingine cha tathmini
Kwa hiyo niliwachukua wale wajumbe kwenda kutembelea hii miradi ya Rekoda. Kwa hiyo wakapata uelewa juu ya ile miradi kwamba inafanya kazi gani na wakulima wameshiriki vipi na wana benefiti vipi. Kwa mfano tulitembelea mradi wa Kipindimbi pamoja na Chinongwe. Kwa hiyo huo ndio ushiriki wangu na ukumbuka. Mashamba madogo, majina makubwa, tukajifunza kupima kila shamba. Kilio cha jana leo ni kumbukumbu, tukahifadhi ndoto kama mbegu ardhini. Shirika la Ripart na Rekoda wameleta matumaini mapya kwa mkulima mdogo anayeamka alfajiri akiamini ataona faida. Matumaini mapya yanaota shambani. Elimu imetolewa, mbegu imepandwa na njia imeonyeshwa. Swali linabaki kwako. Je, uko tayari kubadili jembe lako liwe chanzo cha lishe na afya bora badala ya chakula cha kutosheleza tumbo pekee bila virutubisho muhimu? Vile huu mradi wa Ripart umeweza kuwafundisha wakulima teknolojia mpya ya ulimaji wa bustani za mboga ambazo zinatumia organic farming, au kwa jina lingine tunaweza kusema kilimo hifadhi mazingira, ambacho kinatumia mbolea za asili, kwa mfano mboji pamoja na majani. Wanayaozesha, baada ya muda fulani ndo wanaweka kwenye shamba. Tofauti na hapo nyuma kwamba wakulima wetu wengi walikuwa wanatumia tu chemicals ambazo sometimes wakitoka kuvuna na kupeleka sokoni, wanunuzi sometimes wanaweza kununua ndio, lakini wakati wa kwenda kutumia wakizisikia ile harufu ya zile chemical wanaweza wasitumie. Lakini kwa sasa tuna uhakika sasa, tunapokula zile mboga za kutoka kwenye bustani zinazotoka kwenye hii miradi, tuna uhakika wa usalama wa kile chakula kwamba hakina chemicals. Lakini pia zile bustani, jinsi ya ulimaji wake, inachukua eneo dogo kwa uzalishaji mkubwa. Lakini pia vile wamefundisha jinsi ya kulima kwa kutumia, wanasema mbegu 9 katika shina moja, wana jinsi ya kufundisha ambapo wamefundisha. Kwa hiyo pia uvunaji wake ni eneo dogo, lakini mavuno yanakuwa ni mengi. Shukrani za pekee kwa Tabu Paskazia Katengesa, afisa lishe wa wilaya Ruangwa, kwa mwongozo wake wa kitaalamu katika masuala ya usuyo, lishe na shirika la Rekoda kwa kuendelea kuwa nuru ya kilimo chetu. Mimi ni Jacob Morris nikizungumza kwa niaba ya Drone Media, tukisema kilimo ni uhai na lishe bora ni msingi wa ustawi wa kweli. Taifa imara hujengwa na jamii yenye afya na lishe bora. Na kufikia hapa hatuna la ziada kwa leo, hadi wakati mwingine. Asanteni. Nikiharibu leo nitajuta lini? Nikihifadhi leo tutacheka wengi. Moyo wangu, shamba langu, tukipumua pumzi moja. Kilimo ni sanaa ya hekima, sikukata tu, ni kutunza uhai. Nikipanda